kwali nivene senchunda yende enchunda gatatu ime jomoroverio kwensakia sebuna botambe nigotoko sanga nabamanyi bamangana au anene mono asiritukolia Jumanne etichi kabere nigotoko twasanga igoro yamangana arengete obochenu ndoika kote ebichinsa chiamambi unanigo abageni baito babere bawekirana ime studio asebono iga babere bagoswa ime jomoroverio kwensakia astorati gusanga na barabu ase oboime igoro yoborwaire boko gwa kwendurume nimatenga abange baito twabere tokoranga abantu abange babere bakonyora umuchandoyo abange babo ngwetera bali amakongu amange abande ngo chayu bali kolende asemambe iyabono ndojiko sanga asoboime igoro yugoro irobo mboruire kyobo inkiye kwirera oborero bwaba nchera kiye oborero boko babokwambukiwa naboigo anchera ketora batokusira abantaba bale noboroire asenchera yabendirinde kwene kinga ngosanga tole naboigo kwene kinga nkomanya tole asoboime nigorero mbwate abageni bangi kigima ime studio abageni vane imemorobere bwe studio babwate obomanyi au korwa asekerengo kyobunya gitari ebyombe bikwegerera abo babwate omochando ongabunoyo nabo igokorwa ase serikali ye county ya Kisii ndogani kumanyanga serikali ye county ya Kisii ero inkeke babere bagokora ase imambi yabono mwanchi buri Ndizi TV yanyali begeri yabene ase okwa abageni baito libagali yabene linde baba tumanya barabumara byaba naboigo tumanya gochaka omurubiri gw'emambi ya rero astora kigusanga na barabo ase oboime tetuchake kurwa soko kwane wokorio yes tumanye animo naboigo nkyombe kikokora Assalamu alaikum Coach John Omani Magati. I serve at Jurais. It is an organization based here in Kisii. Kwa sababu wengine wao si wa Kisii na kwa sababu ya minajili ya kuhakikisha kwamba tumeweza kusikizana na kuelewana, acha nimpe ali upande wangu wa kushoto wa pili ali wa kulia na aweze kututambulisha ni nani na anafanya nini. Kwa majina ni Josiah Anderson Kedeki, Chairman of Kifafa Care and Support Child Project, Kindu Bay, Homa Bay County. Naam, asante sana, karibu studioni. Upande mwingine mimi ni Vincent Orimba. Mimi ni daktari ambaye kuna ujuzi kwa matibabu ya epilepsy ama kifafa. Naam, tuende kwa upande wa waziri. Mimi ni Chief Officer sio waziri hasa. All right. Ni Chief Officer Medical Services, Public Health and Sanitation, Kisii County Government. Kwa majina naitwa Gladys Aminga. Alright, asante sana kwa kuweza kufika ndani ya studio ya Ndizi TV asubuhi ya leo, na ningependa tuende kwanza naye Bwana Anderson akaweze kutufahamisha kwamba ugonjwa huu wa kifafa unaweza kuponywa na njia kwamba mtu anaweza pona kweli kikamilifu kutoka kwa ugonjwa wa kifafa. Kwanza ni kurudisha shukrani kwa kutualika hapa. Nasema ni asante. Mimi nimekuwa mgonjwa wa kifafa nikiwa mdogo na iliendelea hadi nikafika klasi cha form 1 Ilipozidi hata shule nikafukuzwa kwa sababu walimu walisema nitaambukiza wengine. So shule nayo nikafukuzwa na nilipofukuzwa so nilipotafuta matibabu na nikaanza treatment ya epilepsy na dawa inaitwa phenobarbital. Na ugonjwa wa kifafa unapona ikiwa utatilia maanani yale unatakiwa kufanya. Kitu ya kwanza dawa uweke zile masaa unavyopewa kunywa. For example, kama ni saa 12 jioni, iwe ni saa 12 jioni, maintain throughout. Alafu na you know your triggers. Triggers ni zile epilepsy, kuna wengine haitaki njaa, haitaki hasira, haitaki yani mtu kukuchokoza ama kukufanyia vitu zingine, ni other things that can trigger
the body to react na akili nayo inapo react hiyo ugonjwa inakuja. So if you know your triggers it becomes very easy ku maintain. So nilipo maintain hivyo nilikunywa dawa 3.5 na sasa naweza sema ni miaka, it was 1994. Now it's almost 30 years. I'm free from epilepsy. I have a family. And as I'm speaking to now, I can drive. And I have grown-ups family. My first child is in Form 3. Yeah. So kifafa inapona. And I'm here to testify it is true. Na kuna wengine wanajiuliza kifafa ni nini? Tuende kwake Daktari Vincent Orimba. Tuambie kifafa ni nini? Katika mwili ya binadamu kunayo zile tunaita systems ama different parts. The major part ambayo ina control hizi zote huwa ni central nervous system. So epilepsy ni ugonjwa ambayo inatokana na shida ambayo iko kwa central nervous system. Now central nervous system ina control digestive system ambayo inahusiana na chakula, respiratory system ambayo inahusiana na kupumua, na other systems zingine. So basically epilepsy kitaka kudefine vizuri the disease of the central nervous system ambayo huwa ni ubongo. Ni ugonjwa ambao unatokana na ubongo, na vile tutakaendelea kuelezana taeleza vile hufanyika. Basically it's a disease of the central nervous system. All right. Asante sana. Tuende kwake Bwana John Magati aweze kutuambia kwamba unapoangalia vizuri katika nchi yetu ya Kenya, kuna vile watu wameitambua kama ni ugonjwa ambao unaweza imepewa kipaumbele. Wakati unaangalia category imekwa the NCDs kama kifafa, ipewangi usually kipaumbele, na si kwa sababu hakuna resources, usually because of priority. Kifafa imekuwa stigmatized in community sana kwa muda mrefu, that ni uchawi ni nini, as in even the causes zingine hazikwangi very clear. So because of that specific one of those reasons, a lot of budgets imekwangi to it. So ipewangi, unajua kila kitu always starts with budget, pesa, transport, daktari, professional providers. So as epilepsy alafu ni ngumu sana usikie, utasikia sijui mheshimiwa nani alikufa juu ya kansa, utapatwa headline everywhere. Hata kuna mwenzetu alikufa juu ya cause I'm also from communication, alikufa because of epilepsy. Okay, allegedly. But familia ikutaka kuongelea kama alikufa juu ya kifafa, alisema alikufa juu ya mdungu. So because of that specific reason, ipewangi priority in our spaces. But tunashukuru wakati tuli approach the approach the county through madam, wenye nilimwambia ni nini tunafanya na challenges tunapitia, alitusikiza akatuambia how can we support. So the conversation about could make it a health priority ilishaanza, and this is an historical moment yenye organization nyingi Kenya mzima zimehusiwa na Kisii County na her office in health, so that we can put epilepsy as a health priority. It has never happened and is the first in this country. Na kwa sababu umeweza kuzungumzia kuhusu waziri ama msaidizi chief officer tunajua kwamba anasaidia waziri katika wizara ya afya katika kaunti ya Kisii. Tuje kwako waziri, kama kaunti ya Kisii tunayo magonjwa mengi. Kuna ugonjwa wa saratani, kuna ugonjwa wa malaria na magonjwa mengi ambayo yameweza kutengewa pesa ama fedha fulani za kuweza kusaidia kupigana na magonjwa haya. Tukipika ugonjwa wa kifafa, mmeweza kutenga fedha fulani ama mmeweza kuweka mipango ya kusaidia wanao magonjwa kama haya?
Naam, nashukuru sana kwa kunipa nafasi hii. Nikuambia mimi ni msaidizi wa waziri, ninaitwa kitambo tulikuwa tunaitwa PSS. Sasa hiyo ndio title yangu. Unajua ukichukua title ya waziri uniite hiyo inaitwa ni kukaa kiti ya wenyewe. Na mimi ni chief officer, ndio hiyo, that is my title. Nataka kuambia watu wetu wa Kisii County kwamba kupitia mpangilio mwema ya mwenzetu His Excellency the Governor Simbarati, ambao kuna lot of passion in ensuring that the healthcare system yetu ya Kisii County health inaendelea vyema. Na lazima kila kitu mikakati imewekwa kila hospitali. Saa hii tumechagua watu wanaitwa wanasimamia mambo ya anaitwa non-communicable diseases kwa kila sub county. Anaitwa sub county non-communicable coordinators. Sasa non-communicable inamaanisha epilepsy iko ndani ya hiyo ugonjwa. Epilepsy ni ambukizi kupitia kuguzwa au kufanya chochote. Tumeshaweka mikakati kwa ajili ya gavana wetu, hata karibuni, hata wiki mbili zilizopita, karibu mwezi mmoja, tulileta madawa mengi kweli ambayo yaliyozingatia karibu milioni 49. Hiyo yote ni mizingatio ya Excellency Governor, na madawa ya epilepsy yalikuwa hapo ndani. Kwa hiyo madawa yote ambayo tulinunua kutoka Kenya, ambao miliona yakiweka katika magari mingi sana yakichukua kila hospitali. Mikakati ambayo tumeweka ni kama watu wetu wote wengi wameshaambiwa kuhusu epilepsy. Tuna clinical officers wako katika hospitali, na katika mafundisho yao wanafundisha kuhusu epilepsy. Na kuna madaktari wako katika hospitali mbalimbali na bado wanafundisha kuhusu epilepsy. Na si hiyo peke yake. Tukija hapa Kisii Teaching and Referral Hospital, kuna doctors ambao wako specialists kwa watoto. Unajua epilepsy na affect watoto wako chini ya miaka 5, na tena watu ambao wako chini ya miaka 5 mpaka watu wakubwa. Kuna vitu mbalimbali wakati anaweza ataelezea kidani sinasababisha mtu anapata epilepsy. Hata ukiwa kama wewe na mimi hivi, sasa tukapata epilepsy kwa sahihi, baada labda kupata accident, tupate our central nervous system kuwa affected. Kwa hivyo you might find pia tumepata epilepsy. So tumeweka mikakati, tuko na clinic hapa Kisii Teaching and Referral Hospital, ni kubwa kabisa. Mahali watoto wako na epilepsy wanakuja waonekana siku yao binafsi na wanapewa madawa. Na hata madaktari wao wamesoma zaidi wako karibu kuwasikiza. Na kwa watu wakubwa pia wako na kliniki yao ambao wanakuja wanaonekana na madaktari ambao wamesoma na wamehitimu masomo na kuwapea vile madawa inatakikana. Na nikitaka kukuambia kwamba kweli katika hospitali yetu yote tunaendelea kuhudumia watu wetu wako na epilepsy. Tukutaweza kuambia kama tukianza hata tumeanzia mwaka 2021 katika Kisii peke yake watoto ambao walikuwa chini ya miaka 5 walikuwa 161 ambao wako na epilepsy. Hii inaonyesha kweli hii ni data ambao watu Google anaitwa KHS utaipata ndani. Inamaanisha kama hatuna mikakati huwezi kupata hii data. Mikakati iko, hata tunaandika na watu wanaonekana. Ukija kwa watu kubwa juu ya miaka, watoto juu ya miaka 5 mpaka watu wakubwa, kwa mwaka 2021 peke yake tulikuwa na watu 3240. Hiyo ni watu wa Kisii wako na kifaa. Nikuje mwaka 2022 tuko na watu chini ya miaka 5 wako 127. Na juu ya miaka 5 tuko na watu 3575. Na maanisha tunaendelea kuongea, watu wanaendelea kuongezeka na ugonjwa wa epilepsy. Ikibinia kwa sababu ya mwaka jana peke yake pia tumeongeza namba, kwa sababu tunaendelea pia kuchikakamua kuhakikisha watu wetu wanaambiwa ujumbe hii ndio wanakuja hospitali. Watoto walikuwa 240, naona namba zinaendelea kuongezeka. Na watu wale wako juu ya miaka 5 walikuwa 3958. Na ukiendelea kuangalia kwa undani, ukipata nafasi labda katika kila sub county, hata tumezingatia ni sub county gani iko na wengi zaidi. Na tukikuja kuona ni gani iko na wengi zaidi, tumepata Kitutu cha South ambao Kisii Hospital pia iko ndani, Kisii Teaching and Referral Hospital iko ndani. Inaongezea, ndio inaongeza kwa wingi. Na iko na watu 1113 wako miaka 5 kwenda juu, na chini ya miaka 5 134. Wote kwa jumla unakuwa Kisii County Kitutu cha South peke yake tuko na watu na epilepsy wako 1925. Kitu nataka kuambia kwamba tunakimbia kabisa kuhakikisha kwamba watu wetu wote wanapata huduma.
lakini nakuwa na furaha na kwamba John aliyekuja hapa ambao ni Rais Kenya tulikubali tushikane mikono. Si kwamba sisi peke yetu tunafanya kazi, lakini gavana yetu Simbarati ako tayari kukaribisha yeyote yule anataka kuja kufanya kazi na sisi, ndio kuhakikisha wagonjwa wetu wanapata huduma ile inatakikana. Na yeye bila amekuja tunakubali kwa sababu yeye ni kijana. Na kuna vijana wenzetu katika vijijini wanajificha katika manyumba. Sasa wataenda vijijini, watoe wale watu wameficha katika manyumba, wawaeleze kwa kinaganaga na kwa urefu, ili watusaidie kwa community mobilization. Ndio hao watu wakuje katika hospitali. Tuko tayari kabisa kuwasaidia na kuwapea huduma. Msaidizi wa waziri, naona kwamba mna mikakati mingi na pia mmeweza kujitolea kikamilifu ili kuhakikisha kwamba mnapigana na ugonjwa wa kifafa. Na umesema kwamba mna mikakati mingi. Unaweza sema nini kuhusu kufikia sasa watu wameanza kujitokeza kweli kuhusu na kujikubalia kwamba kuna ugonjwa katika kaunti ya Kisii? Kuna wale wameanza kujitolea, lakini bado kuna wale ambao wanafikiria kifafa ni uchawi, na kuna wale hata wanaogopa kuuza mtu. Na kwa Kisii sasa nikukwambia abantu baitu ba Gusii bado gogo etokitanga endrume no borogi abande baketenge endrume kwambukirere ekero monta ugurese nona kara kujikugwanga na liko monta ko murusio ako mutiga gakojia au karengere tinga kumukunaiga kwambukire nandi instrument kwambukira umuntu nakuno umuntu uri kwa mwambukira ni kiteri communicate ono lakini lenda abantu baro bado bavuga tu bobo biseta abana bake babisete nyumba bakunya goita maraguri they go to witchcraft thinking wanafikiria kwamba witchcraft mtoto amerogwa anaenda mwingine na uuza ng'ombe yake anaenda kuleta watu wamwagie madawa. So kuna ile beliefs watu wako nazo bado kwamba huyu mtu amerogwa. Kama mtu mkubwa ukipata amepata accident anaanza kupata epilepsy. Unajua watu wetu hawataamini kama ni ile accident ilifanya akapata epilepsy. Watafikiri kwamba amerogwa. So wataanza kwanza watakataa kuja hospitali. Wanaenda kwa vijijini, wanaenda kwa watu wengine au wanatibu kienyeji. Mwisho mtu anakuja wakati hata ameanguka, ameumia, amechomeka mkono au labda ameanguka gari imemkanyanga kwa sababu ataleta hospitali mapema. So kwa hivyo ndio maana tumeshikana na Rais na hata organization tunakaribisha ndio waende vijijini kuwafundisha watu wetu free of charge. Na sisi tunawasupport. Hata unaona nimejitolea hasa asubuhi kufika hapa saa 1 kamili. Niliacha hata kunywa kinywaji yako. Nikakimbilia ndio tushikane mikono tusaidie His Excellency the Governor kuhakikisha kwamba kazi inawezekana Kisii County na wetu wapate huduma. Hiyo ndio tuko pamoja. Abi Gladys Aminga, kwa sababu wewe na ndio utaweza kuondoka mapema kidogo iweze kutuacha tukaendelea kuzungumza kuhusu kifafa. Ningependa kujua kwamba ni njia ipi ambayo umeweza kujitolea kama county ili kushirikiana na tuseme kamati kama hivi ama vyombo kama hivi ambazo zimeweza kujitolea ili kuweza kusaidia katika kusaidia wale ambao wana kifafa. Njia ipi ambayo mtaweza kuingiza mkono ili kuwasaidia katika hivi vita vya kusaidia wale ambao wana ugonjwa huu? Sasa njia moja ni kwamba moja vile nimekuja ya kukaribisha kukana pamoja nao mahali popote wanatuhitaji. Hatuhitaji watulipe sisi kwa sababu sisi ni wafanyikazi wa serikali. Tunafanyia kaunti yetu kazi. Wakati wanaanza kutangaza kwa vyombo vya habari kama siku ya leo, mimi kama chief officer na waziri wangu tuko tayari, tunawasaidia mahali tunaweza. Kitu ya pili, kupitia na His Excellency the Governor tuko na community health promoters. Community health promoters ni uzuri Kisii County yote wameshafundishwa. Kwa hivyo wakati Rais itaenda katika vijiji, we shall link them na community health promoters ambao wanafikia kila nyumba kwa nyumba kuhakikisha wanarifaa wagonjwa kuja hospitali. So kupitia community health promoters ambao His Excellency the Governor anapea stipends wao, wataenda wasaidie washikane mikono. Na hata hivyo tunataka pia tuunganike mpaka kwa tumia clan elders, chiefs and assistant chiefs pamoja kupitia mabarasa. Na hata wakati wataenda nje tuko hata tayari kutuma watu wetu ambao kuna county community focal persons, kuna primary health community focal persons, and we have county primary health persons kwenda kwa vijiji
tunawapea ofisa zetu wote, wanaenda pamoja free of charge, tunafundisha watu wetu. Hiyo ndio mikakati kabisa tumeweka. Kwa hivyo kutoka kwa manyumba vijijini, every community health promoter ako na household zake, anapewa 100 households. Akipewa 100 households, sile siku karibu na yeye mahali atumie pesa mingi, anaweza akapata mtu akona kifafa, anamleta hospitali. Hiyo ndio mikakati kubwa tumepata. Na madawa ya kifafa kama hii phenopapito, hiyo ni dawa inapatikana mpaka kwa dispensary ambayo inaitwa level 2. Na level 2, level 3 hakuna malipo. Kila dawa inapewa bure. Hiyo ndio mikakati tumeweka kwa sababu watu wetu wa kwanza kabisa wanapatikana katika community. Naam, asante sana kwa sababu tumeona kwamba mikakati mingi mumeweza kuweka katika upande huo wa ensure kwamba tumeweza kupigana na ugonjwa huu wa kupigana na kifafa. Naona katika mitandao yetu ya kijamii tunao wengi ambao wanaendelea kupeana wazo lao na pia kututumia maswali. Naona kwamba acha niangalie swali hili. Johnson County anasema kwamba try microdosing on mushroom capsules and you are surely doing much better. I was diagnosed with the fibromyalgia, anxiety, depression, ADHD, DHS, insomnia, but microdosing has really hit me a lot. It has really helped me regain my sanity and normal life back. I do comfortably sleep well now with much energy to carry out my daily activities. Reach out to Glad Healing on Instagram. He will guide you on properly on this healing process. Okay, hao ni kati ya wale ambao wameweza kutumia madawa ambayo yameweza kuwasaidia. Hivyo kesho. Alright, wengi ambao wanasema kwamba wanaendelea kufuatilia program yetu asubuhi ya leo. Nataka kukuja kwako waziri, ili kwa sababu wewe unaweza ondoka wakati wowote kutoka sasa ukaweze kuzungumza nasi, na pia inaweza fikia mahali uweze kuzungumza kwa Kisii, ili uweze kuzungumza na yule hapo nyumbani pale Mungu sinari nkagari utategerete mambia leo maybe akona mtoto kama huyo ambaye akona ugonjwa wa kifafa, ili ukaweze kuzungumza, na pia kama serikali uweze kusema kwa wazo lako la mwisho ni nini. Kama serikali mtaweza kusema kuhusu ugonjwa wa kifafa, na pia uweze kuzungumza na wale ambao wako nyumbani ambao wako labda na wagonjwa wanao kifafa ama wanajua mtu ambaye ana kifafa. Yes, waziri. Naibu waziri. Na nimesema niongee kwa kilugha ya nyumbani. Samaria tanata bangu Gladys Yaminga, mjende chief officer ya health Kisii County. Ngotabia abantu baito bonsi usitu to itese momenyete una endrume nkobwene kiri kia abantu baitese muri muna monte gereterero otwirwono mambi gocha gotabinga abantu baito babwata abana bwate endrume nyegitari gochakira rero iga manyanga maruge amariyogo yendrume nari nyegitari chonzipi paka dispensary na ande ntobwate abanegitari bonsipi paka dispensary bamayete kurwe amaruwe yendrume ege tongo teri abantu baito mugo chakiriyo ko yendrume mwatigira njira bako nyaranga abantu baito bako chakiriyo yendrume batakari kore gasiri tukerimo mugo chaka kwa ibwe dosi mora okunya korigirina ngakiri ko gendera bakore gasi nabora nyo mwana ari kugusenga 5 mutini ono ryanya roke okire ukire kane batatu kabere pakayemo ugokoja kumanyanga ngone liyo ngone kiunya komente dosi iri ugokonya uri muntu kabate ndrume umunyoki kabisa gochinya gitari tiga kuigenda ngendrume no borogi ndrume teri borogi ndrume teri gendo modaka ruteri buna gete ose ndrume teri buita umuntu gwate ndrume na bakubuyana agende school abo munyekitari aga doctor bakendi gyonsi echa anyo mariyo gaeta abasagutuka chinya gitari cheito chonsipi mchiro bosa chikurwani urugo gukonyora ngatinye gitari chinke chinya gukonya kwa mariyo aleta kirimo no narara manene witani atugo chakarara makakuru kuveno papiton na wo monta kwa to sinye gitari nene ya gitari cheito cha level 4 Jones Bishop County Hospital chigwate doctors mchire go 4 Jones Bishop nya Kisii County chikianda kile sub county hospital gwate doctor ko alifadi muchoro konyora bado nganata kile kuti kwa kuchibija chindi bile chiko CT scan osema rai ngabako alifadi gojene kitali itene na Kisii Teaching Hospital iyo muganga no itabe kire bintebi nene ororo ona bantu bitu bakuru bali bubia abanye kitali abange baroro consultant wa Kisii County barange 72 manye Kisii County yoka okade chiki county chine chibwa tibanye kitali nabo bigobona naro abo montako balifadi kwenda stage
bakaitirika njumwensi aso bonge murwaribu no to tayari kubagania ikaba leto gaturugete muriro koranga health nere the best Kisii County abantu bito ko ibara mariyo endrume kwa nyabantu bachakiri kunyiba noyo mitaku arajume abantu abange bari gukwana uri endrume singe bo gwete nganda kiyo kwa ne chindume maite kwa saini yawo kara munyita leo se ukwana ranya na chire na aga yari singa bwana mutaka weta ngimunura na ngara ibi pa dune ndrume ono mutaka manya ni kwa endrume aba ko umbi ba ka ngane yentukire no mo bona ibi ne chichi ndrume grade yekeke so rende bintu bine bibika tigaba tukana ndoko muno ande bana bakutwa ndrume kwa bikira machi usire nticha ono munterore ngeli mwana yonoro kuna kia witira macho kebiche na ndosira oban osiria ebirengre bia yorara pi ono omunda abana uyo aro kutanga ntia ngombe ya ngombe yuko chikon kunya kutringa ntam ebesirije kuri kitari yo mario na bara turi mario kwa makomuma lakini asimutinyu mutangani mpo irete ke kake kiara kushaka mario kwanyara mario kurega asiasi kake bono muntu cha kutua kunuso timo kuruso tu abantu batiga kutiga kwa moyo ikiara mario gaya kuirare geka okore gasi nekara akoze gasi umuntu bona akobabia kuchapa okore gasi ya uneta keire no tore tayari to ganyite mono yekitari to bonse no bari tayari yekitari chitu chosipi nande undugwensi ubwato boko njeno muwasiri one kurukuro na dinya kweba konyera na 99 saa 5 angena nusu 8 goro ntore tayari mirango itone guire abugocha oboliswa lindelionsi una joni achaka bori abato kubategera na to bakonye nyitari yete ndionsi so konyera nga nyitari teru ukwana rabia usi na abo kwa rabne tatakiri njo bisichito abato kubategera na ndi nyako bato koranga uburwaire uburwairi bya Kisii County ene rigasi ega kana itu simbarati atubekirete chobis chetu na kiki na nyatwa. Asante sana na msaidizi wa waziri kwa kuweza kufika katika studio yetu asubuhi ya leo, na tumeweza kuzungumza mengi na wageni wetu, lakini tungependa kwenda katika mpumziko mdogo ili tukaweze kumpa nafasi waziri pia akaweze kuondoka na kwenda kufanya shughuli nyingi ambazo unajua kaunti ni kubwa sana. Pia tutaweza kuzungumza na wageni wetu, lakini tutakaporudi tena tutakuwa tunarudi na mgeni mwingine ambaye ataweza kutupa ufahamu wake kuhusu ugonjwa wa kifafa. Kwa hivyo msiweze kusonga kwa sababu baada ya muda mfupi tunaenda madukani, tukirudi tutaweza kuzungumza zaidi kuhusu ugonjwa wa kifafa. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusii. Kunradhi mpenzi mtazamaji wa televisheni ya Ndizi TV, na kuna jambo ambalo waziri ama msaidizi wa waziri angependa kulizungumzia asubuhi ya leo. Kabla hajaondoka, acha nimpe nafasi nyingine ukaweze kutuzungumzia kwa Kisii. Na kwa tabia abantu baito na mbale batamanyetinga akibako ndesinya kitali nko basabantu batebiga ndubata abantu bakuru community promoters abana abantu betu bali bakubatandira kinyumba awao na abantu muri anya nabo okonyora ama mukamuruminu usino muntu muruwete enyumba ya mu gutare nyumba yawo kulika marieta aba wetara undi babalike amarieta ntu abale yaro jibagi mwarana wetara sisi kaleze gabana bakubatare babapima bakamareri nyumba rero babapima baka pressure nyumba rero na bakumba bakisukali nyumba rero ona bantaba korobwa tombo konkonyora na tokonyara wikiriye gitari ustokonyara kumanya gitari cyo nyako kwirumuriro gwatendrume oranje nko basarana natumia aba community promoters yabaito kagara bakurifai ucinye gitari irange naye mbama yitinye gitari chitu chirange naye etse utanya ko gutumye transport yene na ande mbavundishire ngapurwa bwo gosinya
na naba ko ko ne go transfer ko chinye kitali rene go transfer mu kitali be kitali igo tiga kubwa ani go korana tu kunyara kwa kitali role community yetu promoter yao urange naye iriyo mwarese mjanda yao mumwana na watu nyimboso mutoma na watu mjanda ne iyo anyara ko kubaga kubugulia akoro kinye kitali range naye iri toro tokonye umuriro yo nandi nge tukiyo mwiso tubate chi ambulance chido cyo konya abantu betu nabura nyoro muntu usinyurupi ta kunyara kuryo mpa kabisa umugabo leta nabatayari na onye uwakire ndungo so yiri kera wo monta wa kaliko nya wa kaliki oyere likese ngi ndrumeje bandu bono basiyo kubuli se ngi gutaka ntwenya liti twenzi umugabo leta nabatayari kora umuri no yubuli ndrume takonya konya amariyo na botogo toma ambulance yeto umara tukurwa bo isa yere nyumba kya tabasukira nyumba kuchinye kitari ene aina anataka komentara asa abantu bitwansi aki tigapuigena boro chinye kitari ndrume na kene ne roro anda abantu na banyo gwa ndrume nyumba batamanyiti njumo kinopi mumbosa na abanye kitari baroro babaganite nadi nataka komentara. Yes, omwanchumulelia on Ndizi TV oyo nigo are omo chief officer korwa ase ebizara area yobo cheno yobega usangana intwe mambi yabono ni maitenga nonyeno gwikirana ime studio ya Ndizi TV nigabaga kwemigereria kegima ameweza kujikakamua na tunasema ni asante sana kuweza kufika studioni, lakini sasa tungependa kwenda katika mpumziko mdogo, kisha tukirudi naweza kuendelea kuzungumza na wageni wengine haswa kuhusu maneno ambayo yanahusu kuhusu ugonjwa wa kifafa. Kwa hivyo usiweze kusonga, tarudi katika muda usio mrefu. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwarabulire na biriya byo gutuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amaguru amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chitai cheche skuru asebo iko bagokora embroidery nkoresha bale chisweta aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoresha bale na konye changa cha KMTC egatiyo bokorera ibonde ubunge niko bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu cho Kisii ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri duka okogenda kujia bintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited niko babwate chitali cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chibord buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed.
Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama vile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757 102581 0757102581. Karibuni kwa kliniki. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso weterati machine chekerero chubumanyi bwegoro bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason, Eagle Africa, Kenyan Alliance, Pioneer Insurance, Lucent Health, Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Gudka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye ya mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene neyo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Eduka ya Himani Traders and Distributors nigeko nye binto au bigotumeka ase chiskuru amone chiabisi ase rigoriria mobuko ebyo bakonya asenchira ya wholesale na boigo retail. Ngonya barechi calculator ebinto bigotumeka somore mu bwesabu buna geometrical sets chirula egatie binde staplers ebitabu byogosoma na boigo ebyokorika chi dictionary chi files chi rim papers
paints and modeling clay, chi tapes, chi manila papers, chi register chi aina au, chi notebook, chi kalamu, chi pencil ega tiebinde binke. Voigomba bwate chi stamp pads, net file chi gotumeka ase chi abisi. Laboratory apparatus mbabwate buna chi microscope na voigo chemicals. Emepira na voigo chi net chi chigosori nchiraroro. Vatarere ase duka yabo iyo gotoka mbarabare net chi abisi chia NHIF. Anginega taseni kia mabuta ye chigari kia rubis, gosekyo kia manyekane tebu na kobil. Asa manke na wakubanyora wetrase namba 0722946444. Via Team Dimani. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. TV ngo kwari nibene ase entunda yende entunda ya gatatu ime yomoroberio abwensakia astobeire tugusanga nabageni baito emambia rero twalengenere omo chief officer Gladys Aminga oyobera atwerera amange igoro yenjera county ya Kisii egenrete kubeka okoboko ase okwenekinga nkugenda kule kurwania oborweire obo obwendurume ase boigo emambia bono iga ase e panel yitu tutamubwate musimbi kolende oberera baswa ime yomoroberio obwensakia emambia abonoiga ase boigonere arabega ochikorwa ensemo yaye enchira bagenrete kurwania oborweire bwendu mase udigeria Ndizi TV kanda kusangana into kerengereri kyao wetera asomtandao o Facebook Ndizi TV News Digital ensemo YouTube Ndizi TV News nabo wetera asomtandao to www.ndizitv.net awatonyora chinsa emirongebere na inye amatuko atano nabere ye wiki nabo igo kusangana into kerengereri kyao wetera ase namba ito ya SMS 0792192834 ase okoba gugurwa eblenga wetera ase namba igo ya WhatsApp ase ngenjo Ndizi TV niko twenda takogenda nkuma ime yorogongo rwa Gusii boigo chinsemo au chitonjo kana ine ase igo chinga kya bono yangire ni bugali abene kubali nabageni baito ime yomoroberio wensakia entunda ende. Karibu sana katika kipindi cha Ensakia tena katika awamu nyingine, awamu ambaye itakuwa awamu ya mwisho, awamu ya pili katika mahojiano kuhusu ugonjwa wa kifafa. Na mtuende kwa upande wake Msimbi haukuweza kuwa katika upande wetu wa kwanza, lakini sasa umeweza kuingia katika kipindi cha Ensakia. Sasa tuanze kwako, tuambie jina lako, wewe ni nani na unafanya nini hili katika kupigana na ugonjwa wa kifafa? Asante sana. Kwa majina ni EPILEPSY Musimbi. Mimi ndiye director wa shirika linaitwa Youth on the Move. Nimekuwa katika kuhamasisha masuala ya ugonjwa wa kifafa kwa takriban miaka 16 sasa. Na ninafurahia siku ya leo kwa sababu ni siku ya muhimu sana, inaitwa Purple Day. Ilipoanzishwa na mwanadada mdogo aliyekuwa anaishi na ugonjwa wa kifafa. Kwa hivyo kazi yangu kubwa ni kuhamasisha kuhusu ugonjwa wa kifafa, nikiwa sana nahusika na vijana. Vijana ambao wanaishi na huu ugonjwa wa kifafa. Kwa sababu vijana ndio adults wa kesho. Na wanapotoka katika hali ya utoto kuingia hali ya utu uzima, huwa wana masuala nyingi sana kuhusu changamoto ambayo wanapitia. Kwa hivyo nafurahia kukua katika hii consortium yetu ambayo tumeshikana mikono tuweze kutembea katika kaunti zote, na tunafurahi tumeanzia kaunti ya Kisii ili tuhamasishe kuhusu swala hili la kifafa.
Asante sana. Sasa ningependa tuende kwake Daktari Vincent Orimba akaweze kutuambia kwamba ni nini hiki ambacho kinasababisha ugonjwa wa kifafa kutokea katika mtu, ama viini hivi vya ugonjwa huu, ama ugonjwa huu ni chanzo chake ni kipi hiki? Ili ileweke vizuri, ningependa kwanza kwa kusema kwamba ugonjwa wa kifafa ni ugonjwa ambayo inahusu ubongo wa binadamu. Na kwa sababu ubongo wa binadamu ndio inawezesha mtu kuwa mtu, utakuta kwamba inadhuru sehemu nyingi za mwili. Kile ningesema cha kwanza ni kwamba katika Kenya kunayo ile ambayo hata nchi zingine kutoelewa kifafa ni nini. Na ili tuizungumze kindani, ningetaka kusema kwamba kwanza ugonjwa wa kifafa ni ugonjwa kama magonjwa yale mengine. Huwa kuna yale vitu ambavyo inaweza kufanya mtu awe na kifafa, lakini unakuta kwamba tukisema kifafa ni group ya magonjwa. Sasa kuna aina tofauti ya kifafa. Wengi wanaelewa kifafa ni ile mnaangusha mtu, unashtuka, unatoka mate mdomoni, sasa nyingine pengine unapitisha makojoo. But hiyo ni moja tu ya kifafa. Ziko aina nyingi. Na unakuta kwamba katika society yetu, all country, all Kenya, hata Kisii County, utakuta kwamba ile kutoelewa ni nini imefanya watu wengi hawaendi hospitali. Na hata wale wanaenda hospitali wasipofuata maagizo yale yanatakikana, unakuta wanasema haitibiki, maana unaenda hospitali unapata dawa na uponi. So ili siku ya leo kama ni siku ya kuhamasisha watu ulimwengu wote, Purple Day ni day ambayo inakuwa celebrated all over. Hii partnership yetu ambapo URISE, nyinyi kama TV station, DTV, pia tumeona shirika mkuu wa county, hii partnership ni kujaribu kuhamasisha watu wa Kisii on this particular day kwamba kuna a lot of knowledge, kuna information ambayo haipo na tungetaka kuendeleza. So kwa kujibu swali lako, basi kifafa sana sana katika nchi ya Kenya kunayo causes, yani magonjwa ambayo yanaweza kufanya mtu awe na kifafa. Nyingi zinatokana na infections, na kisema infections, malaria, meningitis, na unakuta kwamba hata ugonjwa kama TB pia ukipata na ingie kwa ubongo, baadaye unaweza pata kifafa. On the other hand, katika data zetu za Kenya, mengi ya wale wanakuwa na kifafa huwa ni shida wakati wa mama kuzaa. Most complications za delivery ndio huleta kifafa kwa watoto wengi wetu wa Kenya. So kitu ya kwanza ambacho tungetaka kuhimiza ili tuzipunguze kifafa, one of the things we must emphasize ni kwamba mama akiwa mjamzito aende clinic, awe akiwa monitored. Tuta prevent a lot of cases, because katika kuzalisha ama kuzaa tuna mambo matatu. Kuna passenger ambayo ni mtoto. Kuna passage ambayo ni birth canal, pale mtoto upitia akitoka akizaliwa. Alafu kuna ile power ya mama kusukuma mtoto. Kukiwa na shida kati ya moja hizi, mtoto anaweza zaliwa hata onyesha dalili, lakini akifika miaka 4-5 dalili zinatokea. Na hiyo pia huleta shida kwa community, because wanasema mtoto alizaliwa tu mzuri na sasa ndio ameanza, kumbe ilikuwa ni birth complication. So katika hapo nitaka kuemphasize maternal child health is very critical in preventing or reducing the number of epileptic cases we have. Apart from that, effective treatment ya malaria, effective treatment ya meningitis, hizo ni causes and infections ambazo ziko common. Huku Kenya kunayo hata aina fulani za minyoo. Like kuna ile inaitwa Cystosarcus bovis ambayo huwa iko katika nyama ya nguruwe. Ukikula na ikupikwa vizuri, hizo viini zitatembea, alafu zikifika kwa ubongo italeta ugonjwa. Lakini hiyo is not very common in the country. My take
yani advice katika kufundisha wananchi wa Kisii tujue kwamba birth complication is a major cause ya kifafa katika nchi yetu. Utakuta kwamba mama atasema mtoto labor pain ilikaa muda mrefu. Kunayo time ambayo inatakana labor pain ikae. Ikipitisha hiyo basi pengine kuna shida na passenger, mtoto ni mkubwa hawezi pita. Passage yenyewe ni ndogo, mama wale wana mafupa ndogo, size ndogo, utakuta mtoto akiwa mkubwa hapiti. Sasa katika ile kupita anapata brain damage. Alright. Na haitaonyesha. Na kwa sababu nitakuja upande wako ili uweze kutoa wosia wako haswa kuhusu jinsi ambavyo watu wanaweza kujilinda na pia kuzuia. Acha nisonge kwake Bwana Anderson. Yeah. Umesema kwamba wewe ulikuwa mgonjwa na ukaweza kupona ugonjwa wa kifafa. Yeah. Na ningependa utuambie kwamba wewe ilianza vipi na watu walichukulia vipi katika jamii yako ambayo unatoka wakati ulipata kifafa? Asante sana. Yale ningesema kwanza nashukuru wale walimu wangu wa shule ya msingi. They were very supportive. Na ile kifafa nilikuwa nayo haikuwa meja kifafa ile ya kuanguka na kurusha miguu. Yangu ilikuwa ni kwamba unapoteza fahamu, unaanza kuongea kivyako. Alafu baada ya sekunde 2-3 unajirudia, fahamu inarudi. So ilichukua muda kwa sababu tulienda hata Nairobi Hospital, wakapiga x-ray, wakafanya nini, lakini hawakupata ni ugonjwa mgani. So ikafika mahali ikawa ni kusahau, haukumbuki, yani memory losses iko kila wakati. Na ilipofika darasa la 7 hata ika affect masomo. Nikaanza kudrop chini. Na kila wakati nilikuwa na sahau, najipata najiongelesha. Baada sekunde fulani fahamu inapokuja, ukiniuliza ulikuwa ukiongea nini, sikuwa napata. But ile nashukuru kwamba ni wale walimu nilikuwa nao shuleni, shule ya msingi, walinielewa because ilikuja kuwa ilizidi wakati nilifika darasa la 7 na 8. Hapo ndio ilipik. So wakani support, wakaniweka bidii, wakanihimiza nikuje shule despite the challenges. Na nikakuja shule, nikamaliza darasa la 8, nikapita mtihani, nikaitwa shule nyingine kule Western. Kwa sasa wacha nisiitaje kwa vile nikaingia form 1. Kuingia form 1, on the second week tukiwa assembly, nikapata kifafa. Na mwalimu mkuu akanifukuza shule kwa sababu nitaambukiza watoto wengine. So nikakosa, nikarudi first term yote form 1 sikuweza kusoma kwa sababu ya hiyo. So ikawa ina trigger na ikafika mahali hata nikaambia mzazi mimi sasa sitaki shule. Kwa sababu kama kila mtu ananiogopa kila mahali hivi, haifai nirudi shule. So, baba akaniweka bidii, akanikalisha chini na mama na aunti zangu, akaniambia wewe ndio kijana mkubwa kwa hii familia, lazima uende shule na ujikaze uende shule. So they really cancel me na nikakubali, nikarudi, nikapelekwa day school. So nilipopelekwa day school, nikajikaza. But despite that, matibabu sikuwa nimeanza kupata. So nilipoingia day school, kuna mayanti na akaniintroduce kwa daktari wa kifafa. Wakaanza kunipa madawa. Niliponipa madawa ikapungua na nikaanza kutumia madawa polepole. Kabla tuende mbele, ningependa kujua jamii yako ama mahali ambapo unatoka, unaweza taja hiyo kaunti yako, hiyo jamii wanachukulia vipi kifafa? Mara ya kwanza before igundulike ilikuwa ni kifafa, ilikuwa ni uchawi. Wanasema ni ulirogwa, umeona niko na majina matatu, Josiah Anderson Kedeki. Wakasema hawaku name my great grandfather wakati hakuna mtu amenemiwa katika hiyo familia Josiah jina ya my great grandfather. So ikabidi waniongezee jina ingine kwa sababu maybe grandfather amekasirika nao kwa sababu amesahaulika. So nikaongezewa Josiah. So nikawa na majina matatu but haikubadilisha chochote.
Wakaenda nikapelekwa kwa waombaji wengi sana, nikazunguka miti shamba nilikunywa mingi sana. Na ilifika wakati nikaambia mama sasa sitaki, kwa sababu zilikuwa kali na hazikuwa zinasaidia. Instead nikizikunywa it was triggering more than even when I was not taking. So nikawaambia sasa hii hainisaidii, kwanza ninaamusha kila kitu. So it was a big challenge. Wanasema ni yule amekuroga, ni anti yako ameongea vibaya, wakati ulizaliwa, yule anti yako alisikia vibaya, akaongea mbaya ndo sababu. So ikaleta mvutano na makosanisho katika familia. But with the time tulikuja kujua hiyo, baada ya vita, baada ya mambo mengi, tumeshakosana nyumbani, mmevurugana. Maanti na maango hawasikilizani, kwa sababu huyu ana claim ni wewe ndio uliroga mtoto wa fulani, ni wewe ulifanya hii. Ikaleta shida nyingi sana nyumbani. Kufikia sasa ningependa kujua hiyo upande ambapo unatoka, kufikia sasa watu wanachukulia vipi kifafa? Wameanza kufahamu, but wengi kwa sasa bado wanajua ni kurogwa. Yeah. Na wengi bado wanafikiria ni kwamba ni hiyo familia imerogwa. Hata naweza simulia kisa, wakati nilifika wakati wa kutaka kuoa, nikawa tumesikizana na mrembo, tunapoana. Sasa akapata habari kwamba hiyo familia wanakuanga wagonjwa. Akaambiwa utazaa watoto wote wagonjwa. Mrembo akaniruka. So ikabidi tuachane, kwa vile sasa haingewezekana. Aliambiwa atazaa watoto wote wako na kifafa. Yeah. Naam, ningependa kusonga upande wake Bwana John Magati, ambaye ni coordinator wa baraza ama ile tume ambayo inaitwa URISE Kenya. Naam, kufikia sasa ukiweza kutazama, ameweza kusema unyanyapaa ni swala ambalo limekithiri sana katika jamii nyingi hapa Kenya. Upande wako tumefikia wapi katika ile kutoa uhamasisho katika wa Kenya kuhusu swala hili la kifafa? Katika Kenya, na si Kenya pekee yake, Afrika yote, tunakuanga very engraved na customs, tradition na religion. Kama Kristo, culture yetu ya Kisii, kama Kisii. So unaget ina affect sana venye watu wana interpret kifafa. Kwa sababu mtu akishikwa na kifafa venye ndugu yetu amesema, wata interpret through kama ni culture watasema ni mchawi. Na kama mtu ni mtu wa religion, kuitibu atataka kuenda maombi. So hiyo stigma yenye inakuja because of our cultures and our traditions have really affected treatment and stigma. Ndio maana as a community tuko like almost 4 organization of 5. Tumekuja pamoja because tuna understand Kenya yote mtu mmoja izifanya. We have like 42 cultures, which is 42 tribes. So kama wa Kisii tunaangalianga ni uchawi sana. Na ukiangalia on records on TV, all the news inakujanga from Kisii. Either mtoto ameng'olewa macho, uchawi is very big. And the form of treatment ya epilepsy ni ina affect treatment. Na mtu asipopona ina promote stigma against hiyo ugonjwa iponi, na watu wanaanza kutengwa. Kwa sababu pia hakuna hiyo knowledge ya epilepsy si ugonjwa wa kuambukizana. Epilepsy is not communicable. So imefanya unyanyapaa and even them participating in community activities, even positions in government, county government, national government, position in the church itself, imewatenga kuwapatia opportunities to express themselves. Ndio maana like sister EPILEPSY has a very good program about youth
and kujielewa, kujikubali about how watu wakifaa. Hiyo ni some of the skills that we are picking from all our partners tuzileta hapa Kisii, kwa sababu kwa muda mrefu Kisii tumesaulika. Sisi venye inafanyanga ni mtu atatoka maybe Nairobi akuje Kisii afanye training ya siku 2 apige picha mzuri aende. Lakini hakuna hiyo consistency as in monitoring and evaluation. Wale watu wa training wame manage ku effect treatment kwa community. Hawa watu wenye wamepata wameenda hospitali, wame manage ku control seizures. Dawa yenye wanapatiwa ni ya hiyo, because kuna dawa ya epilepsy yenye maybe ikipewa kama mimi John haitakubaliana na mimi, lakini ndugu yangu akipewa itaingiana na mwili yake. So unapata like this is a very major case, because mimi na kifafa na huyu ako nayo, tumeona symptoms na huyu ako na dawa, mimi niko na dawa, mzazi wetu anakuja anaongea consultation hospitali ni pesa nyingi, so nipatie ile dawa yako, nimpatie kunywa kidogo before tujipange, which is in effect to control epilepsy. Na kuna hiyo knowledge about kama ni kukunywa dawa ni saa moja. Na hiyo inafanya watu wengine seme wewe uko na epilepsy. Na unaona watu uko kwa community na saa yako ya dawa imefika, maybe ni saa 3 asubuhi. Utaki kukunywa dawa mbele ya watu kwa sababu unaona watakutenga. Unaifanya kisiri. Yes. That is a major problem. So as a community, we also, as an epilepsy community venye tuko hivi, we also pushing on a international intersectoral global action plan on epilepsy and other neurological disorders. Hii ni policy yenye imetolewa na World Health Organization. It's a roadmap for the next 10 years, especially on how our partners and people with epilepsy and partners yourself venye tutakuja pamoja tuweze ku make sure kifafa imekuwa health priority in Kenya. So on our activity today in the afternoon at around from 11 tutakuwa tunaongea zaidi about intersectoral global action plan on epilepsy and other neurological disorders. Na by 2031 tutakuwa tumefika wapi? Na the biggest agenda kwa hiyo, there are 5 objectives. One of the biggest objective ni epilepsy awareness. Ndio tuweze kudeal away with myths and misconception about epilepsy. Kwa sababu bila sisi kuenda to the grassroots kuexplainia watu more about sensitization about epilepsy, daktari hawezi wagonjwa, kwa sababu wagonjwa wataenda kwa maombi. Na to share prove, unajua epilepsy is one of the oldest neurological disorders. Na a lot of research has been put in it for many years. So tunakuja pamoja as a consortium. Huyu dadangu ametoka Nairobi. Huyu ndugu yangu ametoka Kisumu. Huyu ni Homa Bay na pia wanakuwa na center Nairobi. Wamekuja wote Kisii leo so that tuweze ku start a conversation about making epilepsy a priority. Na hii itaifanyika in Kenya in epilepsy community globally. Wakati unapata ndugu yangu amevaa t-shirt ya, ukiangalia amevaa urine. Huyu amevaa urine, nimevaa urine. Hatuo si staff wa urine. Tuko pamoja kuonyesha hatuna hiyo unhealthy competition within ourselves. We are putting people with epilepsy at the center, at the core of this conversation. It is not about organization and what is in for us. It is about the people. Alright, asante sana. Mwantu muri Ndizi TV igotogenda gusanga n'abageni baito kurwa ase ebyombe aho anemono ase amangana arengete okumurekera oburwaire bw'endurume ase nabokwenda gusangana twetera so mtandao Facebook Ndizi TV News Digital and semo area YouTube Ndizi TV News wetera aso mtandao www.ndizitv.net autobwatia ase chinsa emeronge bere nainye amatuko atano nabere ye wiki ase bigora gusangana ntokerengera kia wetera ase namba yetu 0792192834 elinde obugosanga 92 tengo naranga mbarabya bere oswa imyemoroberio
Wensakia Naomi Nyamuita Tenga following from Kisii Town, Isaac Zakayo morning following from Bomachoge Chache Sengera Arian Chogu with my beloved wife Judy Moyangi tuko pamoja hadi tamati. Klaus Nyakez good morning watching live the show. John Ombati following from Nairobi Kiambu County. Rosaline Kiragu following from Lanet Nakuru. Walter Rioba Debanga Kurwa Embakasi Nairobi niko ndani angotora rambo na ende barabia baba ndrache kubwati omoroberio Wensakia Eric Osoro tenga following from Keumbu. Klaus Nyakez good morning watching live at the show. Isaac Zakayo boyoto kama soma Beatrice Kiyondi aka Gesare Terabanga pamoja Rael Amoro alafu Edna Skating yunto watakasoma tuweto kora nere Vincent Kenyuru following live from Iranda niko ndani hadi tamati. Tuweze kurudi kwake Madam Musimbi weze kutuambia kwamba ni njia zipi ambapo unapata msongo wa mawazo na pia ile afya ya ubongo inachangia katika ile kuweza kucontrol ugonjwa huu wa kifafa. Asante sana. Kwanza nitaanza kusema changamoto kubwa ya kifafa kwa wale wagonjwa ni stigma, ile hali ya kutengwa. Na katika ile hali ya kutengwa watu husema kifafa is a mannerless disease or a mannerless condition. Kwa sababu wakati ile attack inakuja haichagui uko wapi. Haichagui kama mfuko wako wa mkojo ulikuwa umejaa ama la. Ndio sababu unapata wengine wanapopata ile attack hata wanajichafua. Kwa hivyo hiyo tayari inachangia ile stigma, inachangia ile stress. Na kwa sababu pia ya kutengwa kwamba ni ugonjwa unaambukizana, unapata yule mtu anaanza kuwa na stress, baadaye anakuwa anxious, hata wakati anafanya shughuli zake akona ile wasiwasi, huenda ile ataki itakuja, pengine itakuja mbele ya watu, na kwa sababu hiyo unapata inachangia msongo wa mawazo. Kwa hivyo pia wakati tunazungumza kuhusu swala la kifafa, hatuwezi zungumza kuhusu swala la kifafa bila kutaja other related conditions like depression and anxiety. Na tunapata pia wakati depression inafika ile kiwango haiwezi kukabidhiwa ama kustahimilika, inachangia kifafa pia, mtu anapata kifafa. Kwa hivyo kuna mchango mkubwa na correlation kubwa kati ya kifafa na msongo wa mawazo na swala ya stress na anxiety. Na ni jinsi ipi ambapo mtu anaweza jisaidia na wakati anapo ugonjwa wa kifafa? Ni njia ipi anaweza fanya ili kuepukana na msongo wa mawazo? Hatua ya kwanza ni kuelewa nini shida yako. Watu wengi wanaenda vile sio alitueleza, wanaenda wanapata dawa lakini bado wakona tashwishi, hawaelewi kifafa ni nini. Kwa hivyo sababu ya kwanza, hata ile model huwa natumia katika shirika langu, ni kusaidia huyu mtu kujielewa. Cha kwanza aelewe kifafa ni nini. Unajaribu kumpatia statistics, unamwambia wewe ni kati ya 1.2 million Kenyans ambao wanaishi nayo, kwa sababu hiyo sio wewe peke yako. Alafu unamueleza inasababishwa na nini. Huyo mtu anapewa nafasi, anatafakari, pengine hata anajadiliana na familia, kutaka kujua mama, wakati nilikuwa unanizaa ulihangaika ama kulikuwaje? Nilipokuwa mtoto mdogo pengine niliwahi kuwa na magonjwa kila wakati, pengine katika utu uzima niliwahi pata ajali. So wakati anaanza kuelewa vile vitu ambavyo vinaweza kuwa vilisababisha, basi huyo mtu anaanza kuona kumbe sio mimi peke yangu kutokana na zile statistics, na pia anaweza kupata sio makosa ya mzazi, kumbe sio uchawi, kumbe sio kurogwa. Wakati anaingia pale sasa, ndio sasa wakati hata anaenda kwa daktari, tayari anapotumia zile dawa, anatumia zile dawa akiappreciate huenda ni kitu fulani ilisababisha hii shida, sio kupenda kwangu na sio makosa ya wazazi na sio makosa ya familia. Alafu pia wakati anajua ni hitilafu ya ubongo, mwenyewe anajua kumbe haiambukizani. Kwa hivyo hata wewe ukijaribu kunitenga, anajua kwamba
John ananitenga kwa sababu hajui kifafa ni nini. Yeye bado wako katika zile mila potovu, lakini juu mimi mwenyewe naelewa na najua mtu yote anaweza pata, basi anaanza kuembrace ile kutumia dawa na anaanza kujitoa katika ile self stigma. Na wakati anajitoa katika self stigma, juu mwenyewe anatambua, basi kukabiliana hata na community stigma inakuwa nyepesi kwake. Naam, asante sana. Tuweze kusonga kwake Daktari Vincent Orimba weze kuzungumza nasi. Kuna wale ambao wameweza kusema kuna miti shamba, kuna dawa nyingi. Swali langu la kwanza, miti shamba ina uwezo wa kutibu kifafa? And then swali la pili litakuwa kwamba ni madawa yapi haya na maybe ni kanuni zipi ambazo mtu anafaa kufuatilia baada ya kupata kwamba ana kifafa? Na ni njia ipi za kuweza kupima? Naweza ongelea hiyo mipangilio yote, na pia swali la kwanza uzungumzie miti ya shamba. Ni kweli kwamba sisi wa Afrika tangu zamani kabla ya mzungu kuja nchini kulikuwa na dawa za kienyeji. Kwanza kwa sasa tunapozungumza kuna kile tunaita treatment gap kubwa sana. Wagonjwa ambao wana kifafa na wale wanapata the correct treatment, gap iko over 90%. Na hiyo gap ni kwamba watu wanaamini mitishamba. As much as tunaheshimu mitishamba zetu za zamani za wazee wetu, kuna hii situation kwamba kwa sasa tunapozungumza kuna karibu madawa 20 tofauti, medical drugs that can be used, zinaweza tumika kutibu kifafa. Shida iliyoko ni kwamba one, hizi dawa vile nilisema mbeleni kwamba kifafa si ugonjwa moja. Utakuta kila moja mpaka uchaguliwe. Tukisema Phenobab, utakuta kwamba kuna kifafa fulani ukitumia Phenobab inaizidisha, unapata attack zinaongezeka. So hapo ndio huwa shida. Pili, kwa sasa vile tulivyo, kunayo matibabu ambayo ningetaka kueleza, na huwa inaleta shida sana kwa watu watumanzia matibabu. Ukisema kitu inatibika, mpaka tueleze zaidi. Mtu akiwa na malaria, tuchukue damu tupime, tupate viini ya malaria, tumpe dawa, tukichukua damu tena malaria itakuwa imeisha. Lakini katika matibabu ya kifafa, kuna tofauti ambao wananchi wengi hawaelewi. Hizi dawa za tunatumia kwa kifafa huwa zinazuia tu mtu asipate attack. Hazitibu kifafa as such. Na imegunduliwa kwamba over the years, ukizuia kifafa kwa muda miaka 3 kuendelea mbele, inapotea yenyewe. Sasa unakuta kwamba mimi hutumia example ya roadblock. Polisi wakitaka kusimamisha magari wanaweka roadblock. Hizi dawa zinaleta roadblock, ile electrical discharge. Unajua kifafa actually ni stima. Ubongo huwa inatumia stima. Lakini sasa mtu ana kifafa, stima ile hutoka kwa nguvu zaidi. Na hatujui itatoka saa ngapi. So kama polisi unapoweka roadblock, usemi ati ukiona gari ndio unaweka, mtakana umeze dawa kila siku same time, kwa sababu dawa unameza leo haitakaa mpaka kesho. So you have to keep adding ile ukuta ikae. Na hiyo ndio basi kuna swali uniuliza mbeleni, kifafa inaweza tibika. Kifafa inaweza kuzuiliwa. Nikiwa na wagonjwa 100 umewaweka pamoja, nikianza matibabu, correct diagnosis, correct drug, 70% 70 watapona. Kuna hiyo 30% ambao wengine itahitajika waendelee na dawa maisha yao yote. Alafu kuna percent fulani ambao inataka surgery, lakini ni wachache. So it's very important kuelezea wananchi wa Kisii County kwamba dawa ziko. Kitu kikubwa katika kifafa ni ku make the correct diagnosis. Na what is interesting about it, kunazo tests, kuna EEG, kuna ECG, na actually kuna MRI na CT scan. But unakuta kwamba kuna mtu ambaye atapatikana na kifafa na hizi tests zinafanywa zote na hazionyeshi chochote na anaanguka. So huwa unakuta kwamba it's very important to understand that there are tests that can be done, but they are not 100%. Basically, ukiwa na wagonjwa na kifafa, half of the people we know hatujui the cause. It's very important to realize that. But we know that we can stop the seizures in 70%. So hiyo ni a big advantage.
ikiwa na watu 10 na watu 7 wamerecover, that is a very big plus, and that's where we are focusing on. Kwanza, kifafa, interestingly, we don't need to do all those sophisticated tests. Most importantly, eyewitness. Nikiwa na kifafa sasa na mwenzangu ameniona, description yake itanisaidia ku make a diagnosis. Very, very important. Na hiyo huwa tunakosa because kuna tendency mtu akianguka watu wanatutoroka. Na sasa unatoroka nitakana umwangalie ndio useme hizo details na daktari ajue ni ugonjwa aina gani ya kifafa. So we use history particularly, and usually the history tunatoa kama ni mtoto tunatoa kwa mama, kama ni kwa mtu mzima tunatoa kwa husband ama wife ama relative, amekuwa akianguka mara ngapi na ameanguka namna gani. Alafu tatu, and most important, ni ile kuexamine mgonjwa mwenyewe physically. Kuna neurological examination which must be done. But the good news I would like to say ni kwamba kifafa inaweza kuwa diagnosed just by the history umepatiana na ile examination yangu tosha. Nichague dawa, and it has to be the correct dawa. Nimesema kifafa kuna aina nyingi. Kwa example, mtu asiende kwa chemist. Unajua watu wa Kenya wengi wamezoea kwenda, mtu akiona dalili fulani anaenda kununua dawa. Ni makosa kabisa. In fact, mtu wa chemist is not supposed to sell those drugs to you kama hana prescription kutoka kwa daktari, which means daktari amechukua historia na amemwexamine. So hiyo ni makosa ambayo tungetaka kutangaza, kueleza watu kwamba ni makosa. Na hiyo ndio bati huwa kwamba mtu anameza dawa na haponi, anasema hizi dawa za hospitali hazifanyi. Kumbe wewe mwenyewe hujitibu, na mwenye chemist pia alikuwa anataka kutengeneza pesa, amekupa, na wewe sio na accuse the whole society kwamba dawa haitibiki. These are very, very important, and I would like to emphasize kwamba half of the number of people who have epilepsy, we do not know their cause, but we can control the seizures. And when you control the seizures for a given time, unakuta inapotea yenyewe. The cases ambazo zinahitaji surgery are very few, na most time utakuta umejaribu madawa mengi na hayajafanya. That is when you refer. All right. So majority we can manage. And here is a good example, our colleague here telling us that he is seizure free, and he was on the drugs, and the drugs he used were relevant to his seizure. So that's what I would like to emphasize kabisa. Ili to narrow your treatment gap, watu kwanza waende iwe diagnosed correctly. Na tukisonga kwake upande wake Bwana Josiah Anderson, ningependa uweze kutoa wosia wako. Kuna wale ambao ni wagonjwa ambao wako na ugonjwa wa kifafa, na kuna njia ambazo wanafaa kujilinda, kwa sababu unajua kuna wengi wamepata kuanguka kwa moto, wengine wameweza kujipata wameanguka kwa maji, wameweza kuanguka mahali kwingi, hata kwa barabara. Ni taratibu zipi ambazo mtu anafaa kufuata, na ni njia zipi mtu anaweza kujilinda hata wakati ambapo ana kifafa asiweze kujipata na mambo kama ajali na mambo ambayo yataweza kusababisha hata yeye kupoteza uhai wake? Asante. Kitu ya kwanza ni kujikubali una kifafa. The first thing is to accept uko na kifafa. And then most of the time wakati kifafa inakuattack, it sends some signals. Na wewe mwenyewe kwa sababu imekuwa nawe kwa muda, unajua. So ukianza kusikia some triggers zinakuja, kama mahali ulikuwa, tafuta mahali huko, tafuta kiti, kaa pale, alafu ambie yule mko naye nishikilie, naona inakuja. And then you know the triggers that nini inafanyika. Because with the time you will know. Wakati kifafa inakuja na una kifafa, unajua. So when you sense that, you see where you are, unajitoa. Kama ulikuwa kwa moto, kama ulikuwa jikoni, kama ulikuwa wapi, unajitoa. Uende ukae mahali pazuri. Inapokuja inakupata kama uko at safe place. Mahali salama. Mahali salama. Yeah. So jambo muhimu sana ni kujua triggers zako. Kwa sababu triggers zikikuja, haitaki njaa, haitaki hasira, haitaki vile dada amesema, haitaki depression, yani stress, vitu kama hizo. So unapojua vitu kama hizi, so ni kuavoid hizo vitu jinsi unavyoweza, na kujikubali una kifafa, na
Vitu zingine za watu kukukataa na kujaribu hiyo, just try to assume them and accept yourself, na utaishi maisha mazuri bila uoga wowote. Pengine niweze kuchangia tu kidogo. Kuna zile vitu zinaitwa aura sign. Aura sign ni ile ambayo unasikia alafu immediately after within split second ile attack inatokea. Kuna wale wenye atasikia ni kama tumbo inachafuka, kuna yule mwenye atasikia very sharp pain in the head, mwingine atasikia ni kama mdomo unachafuka alafu attack inatokea. Na hii aura sign mara nyingi sio kwa watu wote ambao wana kifafa. Kuna wale wataonyeshwa ile aura sign na kuna wale wenye hawana aura sign. Kwa hivyo kwa wale wenye hawapati ile aura sign kabla ya attack ambayo inatokea tu, ni vizuri vile mtu vile mwenzangu amesema, saa zingine ni vizuri kuwork in safe spaces. Kama pengine amekuwa trigger zake pengine ni joto mingi ama akiangalia zile sparks za moto, huyu mtu anakuwa advisable asije akaenda jikoni kupika kama hakuna mtu mwingine karibu. Heri afanye majukumu mengine, aepukane na hiyo. Kama ni kwenda mtoni kuchota maji katika ule mto unapita na maji mengi, either akuwe accompanied ama achotewe maji asongeshewe kando ili aweze kubeba aendelee na kazi zake. Mtu wa kifafa anaweza fanya kazi zote, ingawa zile za hatari aweze kuchukua ile action ya kujua working in safe spaces. Alafu katika zile vitu amesema triggers, mtu anaweza ishi na kifafa lakini hapati zile attacks unless it is provoked. So kuna ile kama the most common ones, asipotumia madawa kwa masaa inayofaa ama akirukaruka kumeza dawa zake, basi attacks zitaendelea. Asipopata usingizi wa kutosha, attacks zitatokea. Kuna vijana wetu siku hizi wana watch movies series 1, series 2. So hiyo kuwatch sana katika TV ama katika ile simu, hiyo lighting pia inaweza wa affect, ambayo pia mtu pengine ni mfanyikazi anafanya kazi kwa computer, huwa tunapendekeza after 1 hour 2 hours take a break from the computer like 5-10 minutes ili uweze ku distract yourself alafu tena uweze kurudi. Kwa hivyo triggers ziko aina nyingi. Kuna wale hawezi ona kala nyingi atago. So it's good wakati tunaelimisha, hii ndio ile elimu tunataka tupatie kwa caregivers, tupatie community health promoters, waweze kujua ili waweze kuadvise wenzetu wenye wako na hii ugonjwa, na hakika wakielewa triggers, wajikubali, wafate maagizo ya daktari na dawa, wataishi maisha ya kawaida. Naam. Kabla kuelezea kidogo, especially mambo ya triggers. In my experience over 40 years, most wagonjwa ambao wako kwa dawa, ni hizi triggers huleta shida. Na triggers ni vitu ambazo ziko kwa nyumba, si ya daktari. Daktari ashaandika dawa nzuri, so unakuta vile wamesema kukosa kula in time, hypoglycemia. It's a very important trigger. Kifika saa ya mtu kifafa na haja kula, blood sugar yake kienda chini, ita provoke attack. 2, we are living in a malaria area. Any attack, particularly infections kama malaria, huwa ni trigger. Ya 3 ni kukosa usingizi vile madam amesema, watch TV for too long, staring, ukiwa disco, zile disco lights zinaweza provoke attack. But last but not least also, katika wagonjwa ambao wana kifafa, especially akina mama, wakati wa kuona periods, huwa ina trigger. Estrogen ambayo ni hormone ambayo huwa inafanya mama anaona damu, huwa ikiwa juu inafanya mtu anakuwa na attack. Unakuta in fact the opposite pia, mama akiwa na mimba attacks zinapungua because progesterone huwa inatujiza attack. So those are some of the triggers, na ziko nyingi. So kila mgonjwa mpaka ajue trigger zake, na hiyo mtadiscuss na daktari na atakueleza. Na wewe pia utasema nilifanya hivi. Kuna cases ambapo mtu anaenda kanisa, ile excitement ya kuimba anapata attack. Ama kuna matanga, ile kuona watu wanalia, ile emotion ina trigger attack. So triggers ziko nyingi na kila mgonjwa ana zake, na pia ni vizuri in the society members of community sasa watusaidie ku identify hizo. Alikuwa kwa kanisa ama alikuwa kwa maombi ama alikuwa hivi ndio akapata trigger. Na hii utakuta tunapunguza the number of attacks. Yeah. Na tuweze kurudi kwake Bwana John Magati. Ningependa uweze kuzungumzia shirika lenu, ni nini ambalo mnalofanya kwa wakati huu haswa katika kupigana na ugonjwa wa epilepsy,
na pia uzungumze kuhusu njia ni kwa nini tuweze kufanya ama kupea ugonjwa epilepsy kipaumbele katika sekta ya afya nchini Kenya. Napomalizia. Asante sana. Kwanza kujibu ile ya kuongezea ile ya mitishamba na dawa ya hospitali. Dawa ya hospitali utapata imeandikwa 200 ml, 500 ml kwa sababu there's a kipimo yenye ametumia kujua the amount of what is in that drug. But hii ya mitishamba hata ukipewa kibuyu moja ya lita 5 huwezi jua the amount of ml yenye unahitaji specific for ukicompare na hii dawa nyingine. Ndio maana tunajaribu kudiscourage mitishamba because of there's a gap especially on measurements. Hata uko sure kama alitumia matawi 3 jana ndio atumie 4. Una understand? Kuna challenge on your part. Ndozi. URISE, it's an organization based in Kisii. Actually, it's the only one in Kisii and Nyamira. And we focus on epilepsy as our entry point. But tuna other aspects, climate smart, tuko na health, climate smart, tuko na art for social change. Hii ni vitu to do with music, videography, all aspects of our creativity na tuko na education. Hizi vitu zote zimekuwa tailored towards our community as Kisii people. What are we interested in? What can you engage the youth in? Youth wa sahi wanapenda TikTok, they want to do content and they can earn from it. If someone is well mentored, they can earn from it. The community affects does not affect people with epilepsy only, it affects everyone, but it affects them more. That's why to go program to do with climate smart. Na health na education. Health ni kama sasa kwa hii program tumemanage kukuja na rafiki zetu kutoka Nairobi, daktari, kuna ndugu yangu hapa kuja kupeana testimony. Hiyo part of it it's partly treatment. Si dawa peke yake. Kuna a lot that goes into treatment. Hata kupatia watu hope. Na kwa sababu kwa muda mrefu sisi kama wa Kisii tulikuwa tumesaulika, hii organization yetu ni ku bring visibility about epilepsy and the needs of people with epilepsy in Kisii. Kwa sababu ya muda, labda ningependa uzungumzie hili swala kwa ufupi tu, hiyo swali la pili kuhusu kwa nini tufanye epilepsy iweze kupewa kipaumbele. Kuna msichana anaitwa Shere hapa Nyamatare. Alipata seizure juzi, last week, akaanguka, akaumiza kichwa na akaga. Kuna mwingine rafiki yetu kwa the organization tunaita Henry. Henry pia alipata seizure akakufa. Kwa sababu tunataka to make sure we reduce suicide cases in our community by ensuring people with epilepsy get 1, treatment control, then 2, indicators for quality of life. Wanaweza enda shule kama watu wengine, asifukuze kama ndugu yangu, wanaweza pata kazi na wanaweza engage the community even in leadership. We hope siku moja tuta-elect governor mwenye akona kifafa. We have like Roosevelt Franklin, president of US, he was a person with epilepsy. Kuna mtu kama Ndizi is an established, I think kila mtu anajua ni nani kwa in music industry. So if you can manage to empower our people with epilepsy, wanaweza jitoa kwa manyumba, wanaweza, kuna wengine hata hapa Nyanchama. Last I was here when we were having the discussion with yourself and your team together to explain. Kuna mtu amefungwa huko Manyororo na we actually we having a conversation with other stakeholders on how we can help them. So if we have to involve all epilepsy stakeholders, including yourself as media, into making epilepsy a priority. And that is why I'm very grateful for Ndizi TV to this platform and they'll be coming at the field today in our activity, and they've hosted me before. They have shared our stories before to engage the community and making epilepsy a priority. That is why it is
crucial and I'm very grateful that hawa ndugu zangu na dada zangu sijawapatia hata shilingi. Niliwaambia niko na activity na watu wetu wanaumia, kuja mnisaidie na wakakuja. So in making epilepsy a priority in adoption and implementation of ICAP, which is I hope someday tutakuja kukaa chini we talk about the policy itself and what the county and other stakeholders we need to do into implementation of ICAP, so that our people with epilepsy have an opportunity to compete in the global scale. Asante sana wageni wetu kwa kuweza kufika studioni. Najua kwamba kuna mengi ambayo mngependa kuzungumza, lakini kwa sababu ya muda na kwa vile tutakuwa kule ambapo mtakuwa siku ya leo, ili kuangazia ni nini ambayo mtakazo yafanya siku ya leo, weza kuwapa muda zaidi ili kuweza kuelezea. Najua pia tutakuwa na ripoti za saa 7, saa 1, saa 10. Hapo tutaweza kuzungumzia zaidi yale ambayo labda mnaweza kusema hapa, mtaweza kumjulisha yule mtazamaji wa Ndizi TV. Kwa hivyo asante sana, tunaweza kuwakaribisha wakati mwingine mnakapopata wakati wowote kuja katika studio zetu za Ndizi TV ili tukaweze kuzungumza nanyi. Mwanzo mlio Ndizi TV niko twabere tukusanga nabageni baito anemono abari ase ebyombe bigendrete kurwania nabo igo kwenekinga abarwire bari babwate endurume nkurigere bari nabo kurendu bari nabo igo igendo twataterunga endurume tali oboro endurume talinga n'omuntu kurigere iribobe naendekero umuntu abwate endurume takumutama moyeke angena kumusira kinga ngurwane tole oboroiro obo asenchera engiya kinga mwantu mulo Ndizi TV asenge enjoye biro habuno tukujwikira omwelyo abumurobere bwensakia emambya rero kolende kweba kobera narimbya mono abutu abere tukubwaterana na baro bukorwa kiete chinsa chiamambi asobe tukubwaterana na Frida akerubo yo ngari bakari abene elinde migosanga nabageni baito nabugo tukubwaterana na Victor Sultano bangi oyoba asense moye kamera kona kinga nkonyoro chibiche asenchira ingi Abigael Nyanchama nabo igo Kevin Mugambi na barenge asense melio kweneki chibiche chibo na Mariogi aberega wekera asenchira iyo wekera chinga kichinde na batakire obuliria obiya ime Ndizi TV nabwo obwansu bumugusi. Ndizi TV, obwansu